mtaani kama unavyojua skendo za bilika mara nini. Lile bilika sihitaji au haitakiwi kulipata mtu mbaya. Atakuja kuzuru hapa kijiji kizima. Kuna yule kijana ambaye analitafuta hivi. Ustazi. Yule kama mganga. Yule sihitaji alipate lile bilika kwa sababu akilipata atalitumia matumizi mabaya. Yaani matumizi mabaya kivipi yani? Ndio hivyo tu. Yaani unaniambia mimi si mkuu. Ninakuelekeza kwa sababu lile bilika endapo litafanyiwa mambo ya mtu aliyechukua akafanya mambo tofauti, lile bilika kijiji kizima mnateketea. Nitabakia mimi kwa kuwa ninajua njia za kujiepusha na lile jambo. Kwa sasa tunafanyaje? Cha kufanya kipi? Maana mdodo ukimwona makanzu wewe sikutishe makanzu yake. Sio, unanielewa? Kikubwa au ninachohitaji mimi, tulizuie lile bilika. Laiti angekuwa na matumizi mazuri basi tungemwachia, ila atatumia vibaya itakuwa changamoto. Nina imani hawezi kulichukua. Basi sawa, hamna shida. Mimi nilikuitia haya tu. Ulichunge bilika. Yaani unahakikisha au mtu yoyote unabaki nalo wewe. Sawa? Sawa, hamna shida. Mimi acha niende sokoni nikapate vitu vya gahawa kidogo. Sawa. Haya damu. Nipata chochote kitu. Itakuwa vizuri. Damu kubwa nayo kwa chochote kitu. Bora ndugu yangu nimekuona. Unampia gani? Sasa siku nyingi. Amani mitawala, unasemaje? Bana Mswati, mimi nilikuwa na shida. Na mimi hii shida yangu, wewe ndo utanisaidia Mswati. Mswati nilikuwa nakutafuta ndugu yangu. Una shida gani na mimi? Nilikuwa na shida, nilikuwa nakutafuta sana bwana Mswati. Yaani wewe ulikuwa unanitafuta mimi? Ndio ndugu yangu. Wampia gani sasa? Mimi nilikuwa na shida na bilika. Bilika? Ndio. Wewe ulikuwa na shida na bilika? Ndio bilika. Yaani wewe unalihitaji bilika? Kabisa. Na kazi gani? Ya usalama tu ndugu yangu. Unajua hapa kijijini hapa. Ukiwa na vitu kama vile vidogo lazima kuna mtu heshima ile unasaidia watu. Kiusalama tu bwana Mswati. Bilika inaweza likapatikana lakini kwa masharti. Ni masharti yapi haya Mswati? Bilika ili ulipate ndio kinachotakiwa umwagize mtoto ambaye hajatailiwa, yaani maanisha wa kiume. Ndio. Haula. Kama itakuwa ni wa kike basi ambaye hajavunja ungo. Umesema kama mtoto wa kiume ambao bado hajatailiwa. Ndio. Na wa kike bado hajabikiliwa. Ndio. Na wa kike ambao bado hajabikiliwa. Ndio. Una uhakika nikifanya hivyo ndugu yangu utafanikiwa bwana Mswati? Ukifanya hivyo unafanikiwa kabisa. Lakini sasa ndio hilo bilika likishapatikana huko lisipite kokote mpaka ulilete kwangu. Mswati kusilo tu. Ondoa shaka kabisa bwana Mswati. Basi hamna shida. Sawa, nimekuelewa ndugu. Sawa. Basi. Shangazi. Njoo bwana, nimekumisi sana shangazi yangu. Kuna nini tena jamani mwanangu? Wewe ndio mimi nakosa mapya, mimi mapya kila siku. Mwanangu huyo. Umenawili? Mdogo mambo.
Sio mabaya. Kwa uwezo wa Allah tunasogea hivi. Safi basi. Salama za nyumbani. Kwema. Habari za siku. Nashukuru Mungu, vipi? Basi bana mimi nimekaa nikasema na siku nyingi nisipita kwa shangazi ujue. Nikasema lengo ya kwanza niende mara moja nisaidie. Mwanangu ishiwi na jambo. Kuna nini tena leo? Mimi bana nimekuja. Na ishu yangu moja lakini wewe ndio mtu wa kunisaidia. Ndio maana nikasema mimi leo hapana hiki kitu ngoja nipelekee shangazi. Kitu gani mwanangu? Mimi shangazi bwana na shida na Bilika? Kwa nini? bwana ndogo sana Bilika. Na Bilika na wewe. Sawa, wewe na nini? Wewe Bilika mimi nina kazi nao kwa sababu sikiliza kwanza. Sasa hapo mimi ndo shangazi mimi wewe tu. Nisikilize, mimi kaka yangu namjua vizuri. Nikupe Bilika unaenda kunifanyia kitu gani? Bilika mimi nina shida nayo. Wala sina shida nayo. Nina shida nayo ndio Bilika tunze. Mimi naomba Bilika. Yaani mimi nakwambia kiharibiki kitu chochote kile kabisa shangazi. Mwanangu usiniangushe. Hapana kabisa mimi nakuahidi shangazi. Utanidhalilisha mimi na utu uzima wangu huo. Haya, ngoja nikachukue nikupe. Lakini Mbona unasema? Yaani hapa nakupa tu lakini akili zangu hata zinitoe nikukabidhi Bilika. Mwanangu, kalitunze Bilika tafadhali usije ukaniangusha. Nakuahidi shangazi kiharibiki. Utu uzima wangu huu nitadhalilika mimi. Na utu uzima wangu huu ndio nitakuja nidhalilike mimi. Na mimi hata mswati akisikia baba mdogo atajua limefika sehemu salama. Haya. Kijana, bora nimekuona kijana. Safi, habari za sasa kijana? Safi, mimi bisho. Safi, huku unaelekea wapi? Huku naingia hapo maskani kidogo, tunajua sisi vijana no. Twashukisha hivi, unajua. Sasa kijana wangu, mimi nilikuwa na shida. Nilikuwa na shida moja kubwa sana. Na nimeangalia katika kijijini hapa, na hisi wewe ndio utanifaa. Bora nilikuwa nakutafuta kwa muda sana. Sikiliza shehe wangu. Sasa kijana wangu, hapa kuna kazi. Nataka unifanyie kazi. Utaweza? Hiyo na wewe. Lakini nimetafuta vijana wote kijijini. Wewe nimekuchagua, nimeona hii kazi utaiweza. Sasa hapa kijana wangu una mpango. Mpango gani ushe? Nataka ukaniibie Bilika. Hivi unamfahamu yule mzee kwanza kidevu pale katikati? Yule mzee wa pale kati pale. Huyo. Okay, napafahamu bwana. Sasa pale kijana kuna kazi ya kwenda kuniibia Bilika. Na hiyo ukifanikisha hiyo kazi, na zawadi yako mzuri sana. Yaani hapa kijijini pote hapa utaishi vizuri sana. Ukiendapo ukifanikisha kazi hiyo. Wewe mwenyewe unanijua mimi ndio njuga katika kijiji hiki. Naifahamu. Basi wewe usijali. Shehe wangu, zawadi gani ushe wangu? Na zawadi yako mbona unarudiachana tena naahidi? Nataka nikubadilishie maisha. Shehe wangu, mimi hapo niseme nimekuelewa kutokana na mazingira yangu mimi mwenyewe. Ndio. Tutaifanya kazi maana tunajua sisi wengine mishe zetu ndo kama hivyo kula bange tu maskani kama hivyo nini, kwa hiyo baridi mimi tutaishi na wewe vizuri. Safi sana, vizuri sana. Mimi ndo naona napendaga vijana kama nyinyi na ndo vizuri mnaishi vizuri kama safi sana kijana wangu. Basi usijali, wewe ulikuwa unaelekea huko? Mimi naelekea hivi. Basi sawa, na shida tufuatane tukachane kati na maana mimi naenda msikitini. Baridi hapo. Haya sawa kijana wangu. Hali hii kazi wewe ukishapata utaishi vizuri. Kijiji pote hapo unanijua. Unajua mimi sina kazi ndogo. Hadi wewe utaishi vizuri. Yaani hii kazi ukifanya inavyotakiwa. Mbona utaenjoy tu kijana wangu. Kwa hiyo wewe kikubwa cha kuzingatia kazi ndio utakayofanya.